asubuhi na mapema, lakini pia chini pale palikuwa pana risasi kama 6, na mnasema kuanzia sasa na kuendelea nitawapa story na utuhusu sisi marafiki 6, na mwisho wa story hii nitakuwa nimeshakwisha kumaliza kulenga shabaha ya risasi hizi 6. Ni story na uhusu nini hasa? Hebu twende sambamba zaidi katika episodi ya kwanza. Anasema huyu ni mwanaume ambaye nampenda sana, muita Seontak. Ni mwanaume ambaye ni chiti kwa kutembea na marafiki zangu wawili. Mmoja anamuita Inkyung pamoja na Kansera. Ni marafiki zangu kabisa. Lakini mwanaume wangu akatokea kunichiti kwa kutembea na marafiki zangu. Anasema sije kumuona mwanamke akimchukia mwanaume ambaye ameweza kuchiti, lakini kiukweli kwangu mimi binafsi ilitokea nikamchukia sana huyu mwanaume ambaye aliweza kunichiti. Sasa nini kilichopelekea hasa mwanamke huyu kuweza kuchukia au kuweza kumchukia mpenzi wake? Ipo sababu. Sasa hawa ndio marafiki 6 ambao wanazungumziwa kwa sasa. Walikuwa wanapendana kweli kweli tokea kitambo hicho, wamekuwa pamoja. Anasema tokea kitambo hicho tumekuwa pamoja, na leo basi tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuufurahia urafiki wetu. Marafiki 6 wakapiga cheers pale, mambo yanazidi kuwa mubashara zaidi. Marafiki 6 wanapendana kweli kweli. Anasema tokea kipindi hicho tumekuwa pamoja, tokea kipindi hicho tunasoma shule, tumekuwa marafiki, tumekuwa pamoja, tumekuwa tukishirikiana katika kila jambo. Sasa leo alikuwa amekutana hapa, ndugu yangu anapiga piga vinywaji, piga msosi, mambo yanakuwa safi. Sema jamani, vinywaji hivi hapa katika nyumba ya bwana mmoja anaitwa Sejun. Anasema kwamba hii ni nyumba ya bwana mmoja anaitwa Sejun, wazazi wake kwa sasa hawapo, kwa tumepata nafasi ya kuweza kukutana hapa kama marafiki, kuweza kujikumbushia baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tukivifanya tokea kipindi hicho. Wanapiga pombe, piga vyakula, maisha ni bomba kweli kweli. Tulikuwa tukicheza pamoja, tulikuwa tukisoma pamoja, tulikuwa tukila pamoja. Maisha yakawa yanasonga namna hiyo. Hakika kweli maisha yalikuwa ni mazuri na maisha yalikuwa ibomba kweli kweli. Kila mmoja aliyafurahia maisha ambayo tulikuwa tukiishi kama marafiki, kwa sababu yalikuwa ni maisha fulani amazing sana. Siku hiyo basi marafiki hao 6 walikuwa wamepiga msoso, wamepiga vinywaji vya kutosha, hali iliyopelekea ndugu yangu watoto wakajikuta wapo chali, wamelewa kweli kweli. Ni story ambayo tunapatiwa na binti moja anaitwa Mijun. Sasa wakati wote wamelewa, wamelala fofofo, huyu binti ambaye anamuita Mijun akameweza kukurupuka. Sasa kakurupuka, akatazama marafiki zake wote wamelala. Kaamka na wenge kweli kweli, alipiga pombe, kwa kaamka na wenge kweli kweli. Ubinti kidogo anatoka katika familia ya kimaskini. Sasa wakati wenzake wamelala usingizi mzito, yeye akawa ametoka kalekea katika upande wa pili. Ndugu yangu, binti ni anja kinyama nyama, anatoka katika familia ya kimaskini. Sasa akaona kwenye hii nyumba bwana ina vitu vingi vya kitajiri, kwa akaamua kubeba begi yake akaingia upande wa pili. Ndugu yangu, akabeba vitu vya kutosha, beba vitu anaweka kwenye begi, anataka kuweza kuiba. Alikuja akachukua baadhi ya vitu, lakini pia kuna chupa kinywaji kimoja wanakiita Bar Guy Gold. Sasa akachukua na hichi pia. Anasema nilikuwa nikiibaga baadhi ya vitu kila mara nilipokuwa nikija katika nyumba kina Sejun, nilikuwa nikiibaga vitu. Wewe vipi, unafanya nini? Kwambia hamna. 한잔해. Basi tunyweni. 아무튼 세준이 세라 약혼식 축. Asema wanaongera Sejuni pamoja na Sera kwa kuweza kuvalishana pete. Nafikiri baada ya muda mfupi mtafunga ndoa. Na mkifunga ndoa tutakwenda katika resort moja ya Taeyong kwa ajili ya kuweza kwenda kusherekea. Tutakwenda Taeyong kusherekea. 너무 취해서 무슨 일이 벌어졌는지도 몰라. Nafikiri itakuwa ndo kipindi pekee ambacho tutakwenda kusherekea pamoja, kufurahi kwa pamoja kule, itakuwa ni bomba zaidi. Au vipi? 됐으니까. Asema ndo hivyo. Lakini sasa nyie mtakwenda, lakini kumbukeni mimi kwamba sina mahusiano, sina kapo. Sasa nitaendaje? Akamwambia lakini kumbuka Mijun si yupo. Hata kama utakuwa una kapo lakini Mijun si yupo, utapata nafasi ya kwenda na Mijun. Asema basi hakuna shida. Wacha nikatazame kitu cha kufanya. Itakapofika siku ya kwenda huko katika hiyo resort basi, ili niweze kupata nafasi ya kwenda pamoja na nyie. Kuna bwana mmoja anaitwa Sejun pamoja na binti mmoja anaitwa Kansera. Wao walikuwa wameshakwisha kuvalishana pete. Kwa anasema kwamba baada ya shughuli nzima ya ndoa basi wataelekea katika kisiwa hicho wanakiita Taejong, katika hiyo resort kwa ajili ya kuweza kwenda kufurahia huko. Sasa uchali wanamuita Mr. Wentak.
Ujamaa bwana ni handsome boy, lakini pia ni msanii, ni mwimbaji. Ni mwimbaji lakini pia ni mtunzi wa nyimbo. Sasa kuna binti moja ambaye binti ana mahusiano katika hichi kikundi chao cha watu 6, lakini ubinti bwana anampendaga sana umshikaji wanamuita Wontak. Kama sasa Wontak, kila siku nimekuwa nikikueleza ya kwamba wewe ndio muhimu sana katika dunia yangu hii. Sasa kwa nini unihitaji? Mimi nakuhitaji uwe wangu, tafadhali. Wakati huu bibi wanamuita Mijuni ambaye sasa ye pekee ndo kwa sasa hana mahusiano katika kikundi hichi cha marafiki 6, ambayo watu wengi walikuwa wanategemea labda siku moja Wentake angelikuja kupata nafasi. Alikuwa yupo anashuhudia ile hali. Ubinti ana mahusiano lakini kwa siri siri anampenda sana mzee mzima bwana Wentake. Anamkubali sana. Anampenda kisiri siri japokuwa na mahusiano na bwana mmoja anamuita Kang Yun. Sasa anamkubali sana. Mbwa? Hii nini? Anasema hii ni kadi na kupatia. Kwa sababu wewe ni mwandishi mzuri wa music lakini pia ni mpigaji mzuri wa music, na kukaribisha katika hoteli moja ya 5 star. Kule utakwenda kuwaburudisha watu. Imeandikwa ZW Hotel VIP card. Amemkaribisha katika hiyo hoteli. Ndugu yangu, ni hoteli ya kifahari, hoteli yenye pesa ndefu kweli kweli. Sasa ujamaa kwa sababu ni msanii lakini pia ni songwriter, mwandishi wa nyimbo, alikuwa ameweza kualikwa katika hoteli hiyo. Kuna show kabambe anataka kwenda kuifanya kule. Sasa hii hali ilimfanya bibio wanamuita Mijun kuweza kukasirika kweli kweli. Haya, sasa tuachana kule, tuje moja kwa moja katika upande wa pili. Kwa mzee mzima bwana Kang, wanamuita Kang pamoja na binti wanamuita Kansera. Hao ndio wao kwa sasa wapo katika mahusiano katika kile kikundi cha wale watu 6. Basi hawa wawili wana mahusiano kabisa na wameshakwisha kuvalishana pete. Kwa muda si mrefu nafikiri wataingia katika swala zima la kufunga harusi. Sasa binti siku bwana alikuwa kitesti ile vazi ambalo atalivaa, sema nzuri kweli kweli. Laonekana ni nzuri, limedesigniwa na bwana mmoja anaitwa Jen Pickup. Ni Mwingereza, wanasema ni la gari lina bei ghali kweli kweli. Ni vazi la bei ghali kweli kweli, na nafikiri hili ndo vazi ambalo ni la very expensive sana kwenye duka langu. Kwa hiyo nafikiri mume wangu atalipa. Atalipa kwa sababu limenipendeza, na nikijaribu kutazama hata kifua pia kimekaa vizuri. Linaonekana safi, vazi safi kweli kweli. Basi bibi wanamuita Kansera pamoja na Yinkyung walikuwa kizidi kuzungumza pale. Anasema ni kuna kitu kimoja anataka nikwambie. Wana Wentake amenikosha sana. Na nataka nikwambie kitu kimoja kwamba Wentake tumemchagua atuandikie wimbo wa harusi. Atuandikie wimbo wa harusi ambao utaimbwa katika siku ya harusi.